Kasija katika kaninyonga hata mimi ndani yaka jamani. Ni kanani yako nani kakangu? Wanawake wanazingua sana mwanangu. Ni nani yako huyu? Wewe ulikuwa mwanamke wangu, lakini kuna mazingira ambayo aliniletea kama kunichiti fulani hivi. Yaani kuchiti ndo nini? Yaani kukutukana. Kanisaliti yani manake. Alikusaliti yani kama Yuda na Yesu. Wanawake ndo tabia zao. Mimi nilikuwa nakaangalia kule nikisimama na kasindikiza tunarudi yote naenda wapi? Kama kuja kunisaliti kwenye kwaya, kaitembea na Yohana. Nikasema wanawake wote ni mbwa. Kumbe kama ya kwako eti. Lakini unajua kikweli mwanamke kusema kama kanisaliti sina uhakika sana. Lakini najua hawezi, yani kwa zile 100% najua hawezi. Lakini kuna mwanamke mimi mwingine ambaye nampenda. Kwa hiyo yeye katika hicho alichokifanya mimi natumia kama ticket. Kumbe kuna katem kengine kakatakuwa ni keupe yako. Wewe naye wewe kaka. Ujambo. Lakini mwanamke kama huyu akiwa na mapenzi ya dhati sometimes unakuwa unaangalia. Wajua si mtu kama mimi nikipata na siku nyingi. Akinipenda tu tayari nitoa. Kama ninavyokukaa ujanistiri hapa nyumbani kwako. Sema tu unaangalia tu kaka mkubwa. Unajua wanawake sometimes mapenzi yao yanatokea moyoni na akipenda amependa. Sema tu wanaume wengine kwa kama shetani. Unajua mimi na mapenzi ya dhati, mimi kaka wangu nikuchane sasa mimi nikuweke bayana. Mimi na mapenzi ya dhati. Mtu mwingine lakini sawa, labda kama umepata kengine keupe, sawa na kusupport. Ndio hivyo, kwanza umekula? Mimi bado nipo njaa. Toka nimetoka ndani mimi nimekuja kukaa hapa. Nilikuwa na wasiana kama mjomba. Unajua hii Simba hii nikuchane sasa. Hii Simba mimi nilikuwa nimeificha huko. Si nilijua nimeweza kuongea machaya kama nicheze. Mbona kama hawa siwaelewi? Nilikuwa nimekachua nimekazamisha. Hawajakaona nilikuwa nimepana hivi wakati wananiibia. Basi ngoja tufanye mchakato wa kula au unasemaje mzee? Hamna mimi napika, najua kupika. Najua kupika au kula hotelini. Anaonekana mkalimu huyu kaka huyu. Wewe umemwambia nini Zasha? Umemwambia nini Zasha wewe? Nisikilize kwanza. Patele vipi umefika tu na kumwaga ndoo ya maji jamani, shida ni nini? Na kama shida ni Zasha, mimi sio mkorofi. Zasha ndiye alinifuata nyumbani kwangu akaja kunianzishia ugomvi. Mimi sijamwanza. Ulikuwa kuna umuhimu wote kumwambia maneno? Nataka nikupe onyo. Nadhani hizo mara ya kwanza, lakini ni mara ya mwisho. Nitakuja nikuharibu wewe. Unanielewa vizuri? Sikuhitaji kwenye maisha yangu. Sitaki uniharibie kwa mwanamke wa maisha yangu. Sitaji hata nije nikuone siku hii umesimama naye. Achana kabisa na mwanamke. Unanielewa vizuri? Achana na mwanamke, achana, usiingilie mapenzi ya watu. Usiniingilie kwenye mapenzi yangu mimi. Sasa lakini Patele, mimi nakupenda, sasa mimi nifanye nini? Nishakukataa wewe, sihitaji tena kuwa na wewe. Kwa nini lazima kuwa na mimi? Ni lazima. Sikuna wanaume wengi hapo. Kuna wamebeba mikopo, kuna mafundi gereji, kuna wazibu wa vyoo huko. Ndo wanaume wa hadhi yako. Usikawe nao. Kwa nini lazima kuwa na mimi? Ni lazima. Eti. Ni lazima. Sasa mbona niganda? Mbona niganda men? Wataka kunitoka niloge au? Wataka kuniloga mama? Wataka kunitoka fara au? Mbona niganda mzee? Ajuza wewe. Mwanamke wenyewe mbibi umejichubua hata unampenda nani? Unaanza kuwa na mimi, unaweza kunipenda kama mimi. Kuna mara inga toka na mishangazi kama wewe. Sihitaji tena kuwa na wewe. Sasa hivi naongea kwa mdomo, mara ya mwisho hii. Sawa? Kifuatacho ni vitendo. Nishakwambia usinizoezoe wala usinifuatilie. Sihitaji tena kuwa na wewe. Sawa? Mata mzingo loko sawa wewe.
inawezekana vipi? Nimejitoa juu yake. Miaka yote nimeweza kumvumilia. Kwa hiyo anakuja kunilipa hivi? Ina maana alikuwa na mimi miaka yote lakini hakuwa akiniamini. Kitendo cha kupishana na mtu mlangoni kwangu ndo anakuja kunihukumu hivi? Mbona kama sina bahati? Au kwa sababu anajua kama nampenda? Inaniuma sana, lakini sipaswi kukata tamaa. Nitapambana, nitamuelewesha, na naamini atanielewa. Kwa hiyo mimi labda tu niseme jambo moja kaka mkubwa. Mimi nashukuru sana kwa maamuzi uliochukua mbele ya mwenyekiti kunisaidia na kusema utakaa na mimi kakaangu. Ni wachache sana wenye moyo kama wako hapa Dar es Salaam. Usijali, kwa sababu si ni binadamu na kusaidiana lazima. Ila kwa mwenyekiti ulisema kuwa kuna ndugu yako sijui rafiki yako alikucheki na akakwambia uje Dar, mkapotezana stendi, ukampigia simu akapokea sio patikani, ndio vibaka akakukuta akakupola hela zako. Kwa hiyo huyo rafiki yako anakaa wapi? Huyo anaitwa Samueli huyo. Anaitwa Samueli. Alinitumia ujumbe akaniambia kuna kazi huko ya kiwanda. Ndio mimi nikawa nimejichanga, nimeuza ng'ombe, nimefanyaje na kashamba kaulizi kalikuwa kweli nikawa nimekauza. Nije nisogea hapa Dar es Salaam. Lakini nimefika hapa nampigia tu namba yake ile haipatikani. Sasa tu itakuwa imezima chaji. Kwa sababu alikuwa ameniambia kuna kiwanda kufyatua hela. Ukitoa shilingi milioni 10 baada kila wiki unafyatua tena milioni 30 kila wiki. Kwa mwezi nikasema nina kiwango kikubwa cha hela. Ndio nikawa nimeuza ng'ombe zangu tume lile na lile chike na ng'ombe nyingine 5 na mbuzi 2. Nikauza na kiwanja nikasema ndugu yangu nimtumie, kwa sababu alisema nimtumie kwanza anifanyie mchongo. Lakini nimefika pale simu ikawa haipatikani, nikasema labda simu yake imeishiwa. Ndio kukutana na wale vipaka na wenyewe wakawa wamenipola. Kwa hiyo ndugu yako kabisa, ni rafiki yako ambao mmekaa wote kijiji kimoja au? Hapana, hatujajuana. Tulijuana kwenye simu, maana yake alikosea namba, akawa amenitumia tuma kwenye hii namba. Ndio nikawa nimemcheki, nimesema nikutumie hela ngapi? Yani wewe nani? Ndio tukaanza kufahamiana, wa samani nimekosea, sijui wewe uko wapi? Ngapa niko Shinyanga, si unajua. Ndio tukawa tunaenda kuwasiliana hivyo, ndio akaniambia kuna mchongo huko unajua. Nikasema hamna. Akaniambia wewe ukifika tu hamna shida, ukifika hapa Dar es Salaam kwamba nikifika mtaa wa Kawembagala alafu nachukua magari ya kwenda Ubungo Temeke. Nikifika Ubungo Temeke pale sijui ndo napanda magari ya kwenda Bongo. Alisema kutoka hapo hadi Bongo sijui nauli shilingi 600. Kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Bongo. Sasa ndo nikawa nasema nikifika tu hapa nimpigie simu anipe maelekezo vizuri. Kwa sababu kaniambia Kawe Mbagala Kawe, alafu nikifika Ubungo Chanika, nikifika Ubungo Chanika pale nichukue magari ya kwenda Bongo. Sasa ndo nikawa nasema hivi nikifika tu hapa nimtandikie simu apokee. Na ndo wale vipaka washenzi wale wakawa wamenichukulia hela zangu wale. Sasa mbona tena unacheka na kakaangu? Babe, mimi naomba nikuulize kitu. Hivi mwanaume kwa nini uliziki? Nani? Juzi ulivyoondoka hapa ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa shikaji zangu. Kwa shikaji zako, si ndio? Wanawake zako sasa hivi wamekuwa shikaji zako. Bana, sasa kwambia tulikuwa kwa shikaji zangu, lakini hivi unajua juzi nimepiga simu yako kapokea mwanamke wako. Utegemea mimi najisikiaje? Yaani kapokea naanza kuniambia kabisa yeye ni mwanamke wako. Kabisa inaingia akilini hiyo. Lakini sawa,
Lakini mimi bwana, mimi natafuta sehemu nyingine ya kujishikiza, kwa sababu mwenyewe hapo sasa hivi sikuelewi. Matatizo yamekuwa mengi visa, maana leo hiki kesho kile, sometimes mimi mwenyewe ninachoka, ndio maana sawa nikamwambia hivyo hivyo. Lakini hilo swala sisi tumeshaongea tukamaliza. Tumeongea tukamaliza. Ukaamua kurudi kabisa, mimi tukakubaliana mambo sio kuosha vyombo, sio kudeki, hautofanya tena, si ndio? Lakini baada ya kutoka hapo umetoka hapo umeenda kwa mwanamke wako. Siku 2 mimi nakutafuta. Basi sawa, mimi naomba nisamehe lakini. Sawa, lakini mimi mwanamke wako ananitukana mimi. Bwana nikasema nisamehe, haitojirudia. Ila mwambie siku nikikutana naye ama zake ama zangu. Kwani unataka nini? Hasira za nini sasa Sasha? Wakati ninakufuata kwa ukarimu kabisa mwanamke wangu tuongee. Nimesikia leo tendeka yote. Lakini tunamjua kama Tiger na yule Nadia ni masnitch tu, wanataka tuwapoteze mapenzi yetu. Wanataka tu mimi na wewe tugombane tusiwe pamoja. Kuwa pamoja wewe na nani? Hivi kaka, ushe kupima akili? Hebu naomba nisikilize vizuri Pateli. Tena narudia hii kauli. Toka nimefahamiana na wewe umekuwa kama ni mkosi tu kwenye maisha yangu. Sijui unanielewa vizuri. Nisikize nikwambie kitu. Umesababisha mwanaume wangu hataki hata kuniona wala kunisikia. Yote kwa sababu ameamini kwamba mimi na wewe tuna mahusiano na ni kitu ambacho hakipo. Wewe upoje kwani? Kwanza kuna kule mbona nivunja moyo kama kwa unaongea hapo mwanzo. Kama nimekuwa mkosi kwenye maisha yako kweli Zasha? Kweli Zasha, nimekuwa mkosi kwenye maisha yako. Zasha, najitahidi kufanya vyote hivi mimi niwe na wewe tu. Leo hii nimekuwa mkosi kwenye maisha yako. Niko tayari kufanya chochote kile niwe na wewe Zasha. Nipo tayari kufanya chochote kile Zasha wangu. Please, nachohitaji ni mimi niwe na wewe, nipo tayari. Upo tayari? Nipo tayari kufanya chochote kile Zasha, ndio. Unanipenda eh? Nakupenda sana, nipo tayari. Aya, sikiliza sasa. Sasa hivi. Ndio mama. Muda huu ninavyoongea na wewe. Ndio. Nyanyua hizo mbariga zako 1 mpaka 11. Nenda kwa mwanaume wangu. Kaniombee msamaha. Hapo mimi na wewe tutakuwa na amani, tutakutana barabarani, tutasalimiana. La sivyo nitakuchukia. Hautoamini maishani mwako. Zasha, sasa mna shida. Nipo tayari kufanya kwa ajili yako. Nipo tayari nikajishushe nifanye chochote ile kwa ajili yako. Eti nikakuombea msamaha kwa mwanaume wako. Mimi kakuombea msamaha. Utaona? Kwa alikwambia tuma kwenye namba hii na ukamtumia hela. Mtu alituma, alisema hivi nimtumie kwenye ile namba inayoisha na 66. Nikawa nimemtumia. Sasa mbona unacheka sasa? Sikia ndugu yangu. Yaani hapo ushatapeliwa. Kwa sababu matapeli wengi sana mjini. Yaani na hizo message za tuma kwenye namba hii, yaani tunatumiwa sana, lakini hauga ni matapeli. Kwa hiyo umeingia kwenye mtego wa tapeli na ameshakutapeli. Na kwa Dar es Salaam hapa, hiyo Mbagala sehemu nyingine, Kawe ni sehemu nyingine, Ubungo ni sehemu nyingine, na hakuna sehemu inaitwa Bongo. Hiyo Bongo ndio hiyo Dar es Salaam. Kwa hapo cha msingi ushatapeliwa, ndio maana anacheka. Sio kama ni mazuri, ila anacheka kwa sababu umetapeliwa, umeingia kwenye mkenge. Pole sana. Sasa mimi hapa hata mjomba mimi nitamwambiaje sasa kama ni matapeli ndo ameshanitapeli hao sasa mimi sasa mimi hela yangu mimi nimeuza kabisa ng'ombe kule, alafu eti leo nije nitapeliwe tu hivi yani. Inaingia akilini hii kweli? Mimi nataka hela zangu wewe. Asa unajua nini mzee? Hapo cha msingi ni kukaa kuangalia jinsi gani unaweza kupata na wewe kuweza kurudi kwenu, au kae na mimi hapo upambane upate vibarua upate kazi ufanye maisha yaende mjini hapo. Sababu mwenyewe sina kazi na unga tu. Kulia isaidii. Achana kulia. Huo ni udhaifu, ni mtoto wa kiume. Mimi hapa si bora tu ningebaki kule, nimetambia wana kijiji kule mimi noma nakuja huku kupyatua hela. Milioni 10 yangu mimi naitaka mimi. Mimi hapa hivi mimi wanajua mimi nafanyaje sasa huku mjini mimi.
naomba zangu mimi huyu jamaa huyu. Niona mimi mjinga huyu. Mimi sio wakunyea mimi. Wakunyea ni choo. Labda tu nikuchana na namba yako ya 66 mimi. Sina hata anachukua hela ya watu mshamba huyu. Mambo. Hiyo mambo yako mimi inanisaidia nini kwa mfano? Sasa jamani, sina kusalimia tu kistaarabu, sio tike shoga yangu. Hivi unajua nyinyi ndio huwa mnasababisha mimi naonekana Mswahili. Huwa mnasababisha naonekana mbaya kwa sababu simu zangu upokei, message zangu haujibu, kwenye group langu umeleft na unajua kabisa kama nakudai afu umerelax kabisa. Hamna shoga yangu, yani hapa nilipo nina matatizo. Kwa hiyo ninavyoona nimetoka hospitali. Hebu naomba ufanye unipe hela yangu. Sijui unanielewa vizuri. Kwa sababu kuna muda na mimi nachoka kuonekana Mswahili. Naongea, yani kuna muda napiga kelele ni haki yangu, lakini nikiongea sana naonekana mimi Mswahili. Hebu fanya unitafutie hela yangu unipe. Mimi nimechoka maneno na wewe. Sitaki kabisa, yani bora kama umetoka kukopa, ni bora ukaacha. Kuna watu wengine huko wanataka kukopa pia. Sitaki maneno. Wewe mzee. Wewe hapo lovaa vesti. Inakuaje? Kama kaa fresh mzee wangu Niambie. Sina maneno mengi mzee wangu. Hapa nimekuja kuzungumza jambo hili. Unamfahamu Zasha? Kwanza mnataja kujielezea kuhusu Zasha, unamfahamu? Mzee, yule ni mwanamke wangu. My brother, mimi ndo najua gharama zake zote mzee wangu. Najua anakula nini asubuhi, mchana na usiku, anavaa nini na anakunywa nini. Bro, mguu wako mzee wangu. Ni mara ya mwisho nakwambia nimekufuata hapa. Acha mazoea na mke wangu, achana mazoea na mwanamke wangu. Unaelewa vizuri mzee? Hapo sikia. Mimi nikahisi labda mtu wa maana umekuja hapa unataka habari za kazi. Kumbe mtu mwenyewe anakuja kuongea nyunyi ya nyanya. Sawa? Afu wanaume anaga tarabu nyingi. Huyo uchuro anamzungumzia mimi sina mahusiano naye. Alafu kama mmekaa huko mmejazana. Afu kwanza mgeni si kwenye mtaa huu sikufahamu. Wapi wewe? Maana wanaume mtaa huu wanaga tarabu kama hizo. Usije hata siku moja kanikolomea hata mara moja. Unisikia mzee wangu wewe? Usije kanikolomea hata mara moja mzee. Yaani uko mtaani kwangu afu unataka kunitisha. Kwani unataka nini? Wewe unasemaje? Wewe unataka nini? Niambia chitaka nini nachotaka mimi hicho unataka nini kwani? Wewe bwana unasemaje? Wewe unasemaje kwani? Wewe unasemaje shamba wewe shamba wewe? Bwana acha ufala huyu. Ufala huyu anakuja na unganga kipumbavu. Na nishakonya mara ya mwisho hii mshamba wewe. Utakuja nikuharibu wewe. Nalijua futa wewe. Nitakuwa mwanamke mjinga sana. Hakuweza kuvumilia mambo kama haya. Nimeweza kumuumiza mwanaume aliyonipenda. Nikampatia moyo wangu Pateli. Lakini Pateli hajajali hisia zangu. Anaamua kunifanyia yote haya. Kunifukuza kama mbwa. Siwezi kuvumilia. Ananionyesha dharau. Anampenda Zasha. Hapana, siwezi. Ni bora tu niende mbali. Ni bora niende kwenye ulimwengu mwingine, lakini kuona kushuhudia haya siwezi.
najutia makosa yangu. Sijui imani wangu uko wapi. Bora niondoke, bora niondoke. Hivi mzee, yule unamjua yule? Mimi simfahamu, lakini kuna siku nishamuona anatoka kwa Zasha. Atakuwa ndo bwana wake mpya, afa anakuja anza kuniambia eti achana na mwanamke wangu, achana na nini? Sio kamtuma bwana wake. Da. Sasa mbona Zasha afanani kabisa na hivyo vitu? Afanani kabisa kuwa na yule jamaa, mbona anakuletea zesheni sasa? Jalau. Mbona nakwambia wanawake mwanangu, wanawake hawafai. Bora fadhili mbuzi utakunywa mchuzi. Wanawake ana maudhi mwanangu. Kujifanya anivumilia, sina shida, tunapendana sana. Sio nataka nikajitambulishe kwao tuishi wote. Unaweza kuja kunifanyia mambo kama haya mwanangu. Bora tu ningemwacha tu tumkande afu atembee zake huko, maana ndio letea noma hapa mtaani kwetu. Afu watu kama mimi ndio siwapendaji katika mtaa wetu. Afu demu wako wenyewe na yule miausho na wewe. Demu jawa mwanangu. Yaani mwisho siku ndio maana kaambia bora mtoto wa mtandao ndio muone. Yule ndio mwanamke wa maisha yangu, mwanamke wa ndoto zangu, ndoto mzuri kama malaika mwanangu. Wale wanaanza kwanza version kwa sababu mtoto la kishua lina hela. Ila mademu zetu anja akali, akija tu mwanaume kwenye 2000 twende, 2000 twende. Kwa watoto kama wale, mimi nakwambia ndio mimi nakamata futa amini kama ndoto. Afu ndio mimi nakamata. Haya, mtafute sasa. Utampatia wapi tena? Tumemwona mtandaoni, utampatia wapi? Au ndo atakuja kata kizombi zombi nini, utamuota tena nini, atakuja kwenye ndoto? Niache. Wewe nani? Na umetoka wapi? Na kwa nini unanizuia? Samahani dadangu. Mimi nilikuwa napita hapa nikasema, mbona kama dada na mawazo. Nilikuwa nataka nikuulizie njia lakini nimekuta upo katika hii hali. Baada ya kukusogelea ndo naona umeshika vidonge dadangu. Basi naomba usifanye hivyo dadangu. Na kama kuna mtu labda ana stress, ana mawazo juu yake basi umsamee tu. Tuna namba ukome. Uniache na maamuzi yangu. Hata vitabu vya dini vyenyewe vimekataa. Usijiue na kujiua ni dhambi. Hata serikalini penyewe ukiwa umetaka kujizua unafungwa. Na kuomba mimi na unisamee kama nimeingilia madaraka yako. Naomba uniache na maisha yangu na usije ukaniingilia. Kunywa wewe. Au tena nimekuwa na shobo. Yaani shobo hizi za hapa na pale hizi. Dada. Mambo. Poa. Hivi ni wewe unakufananisha? Uliniona wapi? Kwenye mitandao. Yeah, ni mimi. Kuna shida? Hamna shida. Au unahitaji namba yangu? Umejuaje? Lete simu nikuandikie. Utanitafuta.